Yaani unasikia ndugu yangu? Kwa maelekezo nilopewa na yule mzee mganga, kaniambia kuwa ili bwawa ndo natakiwa uzame wewe. Kwa hiyo natakiwa uingie ndugu yangu. What? Hapa. Yaani mimi kama ndani ya siku 3 kwenye maji humu na kuwa naelea juu au ndani ya maji? No, mimi siwezi. Yaani wewe kama uwezi, mimi ninachokifanya hapa sitaki kubishana na mtu. Unakuwa mbishi kama mlugulu wewe. Nampigia simu ya kichawi hapa mzee Galula anakuja na kuzamisha mwenyewe. Mimi kwa kweli sitaki ukawa na mabishi. Wewe Chikudu. Huyo mshikaji wako mimi simtaki tena. Kwa kweli mbishi kama mlugulu vile. Mtanisamee katika hili. Wewe. Watu kama hao. Mpaka unipige. Nachoka mimi Chikudu, nachoka. Unafanya hivi. Mtu unamuelekeza anakuwa mbishi, nachoka. Sasa sikiliza, ukiendelea na kupiga mkwenzi huo, ukidunda na kupiga mbuti kwenye maji hata na kuniigia. Okay, fine. Mimi nitakuwa nakula nini ndani hizo siku 3? Yaani mimi unachotaka kula wewe ndio anachokula samaki. Na ukiishi vizuri na samaki, kuna samaki anaitwa kambale. Huyo samaki kambale anapenda kula strawberry. Strawberry ndo mahindi kwani? Mahindi hayo. Zama kwenye maji. Zama kwenye maji. Yaani unamuelekeza mtu, unachoka. Kwa kuchoka ni wewe, kuchoka ni mimi. Zama kwenye maji bwana. Sasa mbona maji yenyewe ya baridi? Nenda bwana, ya baridi nini? Tafuta joto. Nasikia baridi. Nimesikia kuna kitu kimenitekenya. Huyo mkunga kagusa mazingira makende. Zama kwenye maji. Enough. Mimi natoka. Enough ndo nini? Enough. Yaani ni kudumbukia afu unatoka unadumbukia. Enough unadumbukia unatoka. Nenda bwana. Choka. Nachoka kama anaongeshea kibodi cha DJ. Hapa. We ingiza kichwa, sio kichwa cha chini, ingiza kichwa cha juu hicho, kizame chini kabisa uzame. Mbona matusi? Kwani matusi haya? Zama bwana. Mimi natoka. Mrushie mti kwanza. Kwa kweli ungemuua, unajua kulenga wewe. Zama. Hapa. Hapo sasa zama kichwa cha juu hicho. Cha juu cha chini. Cha juu. Cha chini kimeshazama tayari. Hapa. Msiondoke basi, mnilinda siku 3. Kwa heli baba, ukishazama sisi tunaondoka. Nitakuletea kuni, uwe chini kule unawasha moto na kalanga samaki. Sisi tunaenda bwana. Ameshazama tuondoke. Mganga huyo anahudumia, lakini wachawi tayari wameshtukia na huyo malaya amekuja. Kwanza kweli malaya, leo nikupe sifa zako. Yaani hiyo nguo ulovaa chini inaitwa jeje. Hizo nguo za Chino Kid hizo, yule msanii anaimba mazombi. Alafu hiyo nguo ulovaa juu ni ya Diamond Platinum. Malaya umependeza leo. Lione kula mindimi ya kwetu. Vipi? Nawe wataka? Sitaki uko. Shobo. Hivi ami. Dadangu atapona lini? Yaani yupo ndani tu amekaa, ni ana la kufanya. Unajua mnanichanganya. Yaani kweli nimeamini wewe Chikudu na ugonjwa wa kusahau. Yaani ni msahaulifu. Ina maana umeyasahau yale maneno ya yule mzee? Yule mzee ameongea, amesema kwamba baada ya siku 3 ndo yule siku 5 day, maana yake siku 3. Baada ya siku 3 yule mganga Bishondo atarudi. Sasa wewe naona umejisahaulisha. Inakuaje tena mwenzangu umesahau vitu vya muhimu? Yaani unakumbuka umalaya tu kwenda kwa sijui demu wako sijui alafu vitu vya muhimu unavisahau. Wewe ni mtu gani? Ndugu yangu, kumbuka vitu vya muhimu, utakuja kupoteza dada yako. Alafu sikiliza. Hiyo 5 day matusi yenu huko, kwenu si hapa nyumbani kwetu. Alafu wewe na yule mzee mnakaa hapa mnajaza choo. Yule mzee siji yuko wapi, sikielekea wapi. Wewe ndio umebaki hapa. Mnanikela mnajua. Alafu nikwambie kitu kimoja. Yule mganga Bisho akirudi kule kutoka kwa matiba yake, yule ndo mtu ambaye anaweza kumtibu yeye. Hakuna mtu yeyote anaweza kumtibu yeye sembusia yule mganga Bisho. Kwa hiyo hapa unatakiwa uvumilie, uvute subira. Kwa hiyo mimi unataka kuniambia mpaka siku 3 ndo arudi dadangu atapona kweli? Sasa dadangu si atakufa ndani? Hawezi kufa.
Alafu nikwambie kitu kimoja Chukudu. Kama ikitokea dada yako amejinyia bahati mbaya, alafu anahitaji msaada wako chamba, niite mimi nikamchambisha. Au unaonaje? Wewe nitakupiga mkonzi ukidunda na kupiga mgumi. Tabia hiyo acha. Choo mnajaza choo tu hapa. Basi kama umekataa kumchambisha dada yako, nenda ngakuchambishe wewe uko chooni. Au unaonaje? Au sio? Amevaa jeje leo. Kudu kapendeza. Ila kafanana na dada yake huyu. Ila yeye na dada yake yeye mzuri. Nafikiri Mchawi Baruti tushakutana na nishamueleza ameanza kazi na huko, yani anafanya kazi mpaka anafurahi. Anapeleka makao madogo. Kila mtu huko mwana kijiji anakusanya. Lakini leo nimekuita wewe hapa kwa sababu wewe ndio mwenye masiara makubwa wewe. Ukikaa kazi yako sijui una matatizo gani ya kichwa chako. Sasa nimekuita. Nisikilize kwa makini. Mimi nina nguvu sasa hivi za ziada. Wana kijiji wanatutania na huyu mganga aliyokuja. Nataka tumdhibiti wana kijiji wote, nikiwachukua tukiwapeleka makao madogo itakuwa hakuna matatizo, hamna msemo tena wa maneno. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Lakini mkuu, ndio. Huyo sio mganga Bisho, yule ni pacha yake. Hilo nalijua toka mwanzo. Wewe mbona upo nje ya muda sana? Yaani kazi yenu nyinyi kukaa na Mchawi Baruti, mnapandana tu, mara umembeba mara hii. Huu puuza sasa hivi acheni kabisa. Hamujui huyu doto wake amekujaje. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Sasa utekeleze ahadi hii. Kusanya wana kijiji wote, kila utomkuta halali yako peleka makao madogo. Makao makuu niachieni mimi. Mimi ndo nitamaliza kila kitu kuhusu huyu pacha wa mganga Bisho. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Alafu acha mambo yako ya kuabuka ujue. Wewe ndio muabukaji zaidi. Ukipata yule mwenzio tu basi mnaabuka ovyo, mnajipanda ovyo, mija nini. Hii kitu nikiona tena sasa hivi. Kule washanikatalia mizimu tena. Migonile kule nimeomba kweli mpaka nimepata nguvu za ziada. Sasa hivi nitibueni tena, niende tena kule, naweza nikazamishwa na nikafa. Mapumbavu nye, kazi yenu kukaa tu kuabuka kupandana tu. Haya. Huyu pacha huyo alivyokuja sijui kaja gani. Wewe smart wewe. Sasa shida nini na kufanya unaogopa unanyata? Shida nini? Wewe lija kukuta. Hivi Chikudu, hauna habari kuhusiana na matukio ya kijiji chetu? Hata mimi hapo unaponiona nina mpango wa kuhama pale nyumbani kwangu. Makubwa. Sasa una manini? Sikiliza. Hilo ameniambia yule mganga mdogo. Yeye anasema gahani. Kaniambia watu wanaondoka sasa hivi kijijini. Sio naelekea wapi ndugu yangu. Unaponiona hapa nilitoka kwa mwanangu Diladi. Kaniambia naye shemeji yake na dada yake haonekani. Analalamika rafiki yangu mpaka dhambi na muonea huruma. Sasa mbona changamoto hii? Wewe acha ndugu yangu. Sasa wewe una mpango gani? Mimi umeona hapa nilikuwa naelekea hivi. Ila kwa haya mambo nawe umenitisha kidogo. Bwana rudi nilipotoka. Ndugu yangu, hilo ndio la msingi. Ila acha uoga kaka. Kidali unaaminiwa wewe. Unanyataje? Kama kupotea. Kidali haupo. Mati. Unaogopaje?
Shikamoo. Baba mzima. Afadhali hata ningekuwa mzima ningeona ndugu zangu, lakini Vipi unaumwa? afadhali hata ningeumwa. Dadangu na shemeji siwaoni. Na hivi ninavyokuambia leo ni siku ya pili. Sijui hata umeenda wapi. Wale watu wazima watarudi tu. Itakuwa kuna sehemu wameenda. Kwani mmewatafuta kwenye simu? Sina mimi dalili. Nimejaribu kuwazima kwa majirani. Kila nikiwapigia hawapatikani. Yaani hata sijui wameenda wapi. Nikupe hiyo sasa. Leo, yaani kwenye ombea wangu leo, nimesikia kuna mzee anaitwa Mzee Hamidu. Naye analiongelea jambo hilo kuhusu watoto wake. Nikachukulia kama kawaida na yani ninavyoisikia ya pili sasa ina maana haya mambo yapo. Kwa hiyo ndugu yangu kuwa makini. Angalia mambo unavyoelekea, labda ndugu zako ndio wamepotea kweli. Maana kijiji kama kinalana, kila jambo la kwake kijiji. Hamna bwana, wataonekana tu. Basi sawa. Niendeni bwana. Pole. Mambo kwa kijiji hayaishi. Kila siku kijiji hiki kisiki kinalana. Ila masuala ya kupotea watu hapa kijijini naona kama amekuwa serious vile. Maana nimekuja njia nzima najifikiria. Wewe unafikiri dalili mimi ninayoongeaga ni ya uongo? Japo mume wangu situmwe, ila naongeaga maneno yani yapo hapa kijijini. Mimi nakwambieje? Yule kijana kwa kapotoa na ndugu zake sijui wazazi wake. Maskini anatia huruma. Sema nini? Hawezi kumvunja mtu moyo, kwani pale nilikuwa namfariji tu. Maana nimekuja njia nzima na wazi. Hivi vitu vinakuwa vya ukweli. Bora mtu umwambie ukweli. Kuliko hivyo unavyoficha unafikia anaanza hapa na malizi yake. Ukweli tu mtu mpe basi akaa jue lake hilo. Ile kijiji. Hayawi sasa yamekuwa. Ni mwendo wa kuwapoteza tu. Nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yaani kuanzia sasa hivi hayo mambo ya umalaya unatakiwa uyaache. Kwa maana sasa hivi kuna vitu vya ajabu vinaendelea. Yaani ninavyokuambia mimi hapa nimeacha umalaya. Umalaya sasa vitu vyangu. Achana. Ile simu yako iko wapi? Ile simu yangu ndugu yangu nimekutana na mshangazi akaipasua. Nimemwambia I love you. Kwani I love you maana yake nini? Maana nimemwambia I love you kanitoka na tusi akachukua simu yangu akaipasua. Na yule mimi nikimpata ndo nikirudisha nguvu zangu na mloga yule. Alafu Chikudu nikwambia kitu cha muhimu. Hayo mambo ya malaya kwanza tuyake pembeni. Umeona bwana? Hayo mambo ya kuzunguka kijijini ndugu yangu yaache. Kwa sasa hivi kuna vitu vibaya vinaendelea katika kijiji chenu. Yaani kijiji chenu kimechafukwa. Kuna mzee sijui mzee gani na vibaraka wake. Au mzee kwa kweli anateka watu kila kukicha. Na watu wanaotekwa sijui nenda kwa mizukule, maana yule mzee kazoea kufuga mizukule yule. Sijui analilisha nini, sijui pumba, sijui mavya kuku. Sikia. Wewe kama ukitaka kwenda kulima shamba la eka 3 baada ya lisali moja, uwezi ula kwenye kijiji chenu. Hilo ni onyo nimekupa ndugu yangu. Unanishangaza kuniambia watu wanakamatwa ovyo. Kwa hiyo nataka mimi nisitoke nje yani. Ni hapa nyumbani. Tuwe wote hivi unashinda na miguu yako mieusi, miekundu, mimi natoka bana. Mzimu wa rafiki yangu upo unanilinda upo nyuma.
Yule mganga bisho ninapoenda nipo naye. Kama unabisha natoka. Huyu ana asili ya ubishi huyu. Ila sasa nikwambie jambo moja muhimu. Kama kweli ukitaka kuzuru kijijini kwenu na wachawi wasikukamate, vaa mask, yani vaa hivi. Ukigeuza hivi, okay. Alafu hivi. Hapo Yaani nachoka, mtu unamwelekeza hivi anafanya hivi. Kwa nini? Usichoke kwa sababu kuna watu wawili wametekwa, mimi mwenyewe nimewaona. Kuna yule mlevi anaelewa na mimi nikipita na ongo wangu juu, naenda namchota nampeleka geto. Yule mlevi wamemteka, yeye pamoja na mke wake bonge ile pwa lile wameliteka ndugu yangu. Unamaanisha yule dada yake Diladi na shemeji yake? Umo. Yule mara ya mwenzio Diladi yule akitembea muda wote hivi. Yule shemeji yake pamoja na dada yake wametekwa wote. Sijui wamepelekwa wapi. Kwa ndugu yangu, kuwa makini sana. Hichi kitu ni cha umuhimu na sio masiala, ni jambo la serious. Kwani serious maana yake nini? Sasa wewe nenda uishobokesha nao utekwe. Da. Morogoro. Mganga huyo anahudumia, lakini wachawi tayari wameshtukia na wamempangia, wanataka kumuua. Jamani anachekesha na mganga bisho anatikupa vibweka. Wachawi wanateseka, wanaume alo wanataka kumteka. Sio kwa uchawi